Na kama kawaida yangu huwa napenda kuongea na wanafunzi kwa sababu natilia maanani juu ya mabadiliko. Wanasema total transformation. Mimi naitwa Patrick Sikayinda aka Umri Sikikwazo, bwana mabadiliko. Unajua bwana, mafanikio bwana yanatabirika. Kwa sababu mwanafunzi kama alikuwa hasomi akianza kusoma, mwanafunzi kama alikuwa anachelewa darasani sasa anawahi, mwanafunzi ambaye alikuwa haulizi maswali sasa anauliza, alikuwa haandiki vizuri sasa anaandika vizuri. Mwalimu anasema huyu anaweza kafaulu huyu. Kwa hiyo ndio maana nimesema mafanikio yanatabirika. Tunaweza tukaona mikakati ya mwanafunzi, tukaona mahangaiko ya mwanafunzi, tukaangalia alivyokuwa anafanya zamani na leo, tukasema hapa kuna mafanikio. Na vivyo hivyo ndugu mtazamaji, mtu mzima huko, tukiona zamani wewe ulikuwa unatega ulimi au unalima kidogo tu alafu unataka kulala unaenda kwenye mastarehe, lakini leo umekuwa unafanya kazi kwa bidii, unasema huyu lazima anaweza kufanikiwa. Ndio maana nimesema mafanikio yanatabirika. Tukiziona pilika za mtu alivyokuwa zamani na alivyo leo, tunasema hapa kuna kitu hapa. Bwana, kuna jamaa mmoja alikuwa anatembea msituni na aliokota yai. Alipokota yai akaenda kuchanganya kwenye mayai ya kuku ambaye alikuwa karibu kuatamia. Kwa hiyo kwa bahati nzuri sana lile yai ambalo limeokotwa pamoja na mayai ya kuku yalitotolewa. Lakini kitu cha kuvutia na cha kushangaza ni kwamba kumbe lilikuwa ni yai la tai. Kwa hiyo tai mdogo alitotolewa na yeye akawa miongoni mwa vifaranga. Katika kukua kwake yule tai akawa ana tabia kama za vifaranga vile. Akawa anapiga kelele ile ya vifaranga, anafukua chini kama vifaranga, lakini pia anaruka kidogo tu. Lakini katika kuendelea kukua, yule tai mdogo aliangalia juu kwa sababu ilikuwa kweupe na anga liko wazi. Basi akaona ndege wako juu kwa madaha, wamenyosha mabawa, alafu wanaruka kama wamesimama vile. Unajua wale waliotoka bara bwana wanafahamu, kule bara kwetu unamwona tai yuko juu sana. Kwa hiyo na yule ndege yule akamuuliza kuku mkubwa, kwani yule ndege gani? Yule kuku akamwambia, yule ni tai, yule ni mfalme wa anga yule. Wewe usimwangalie yule, sisi tumeumbwa kwa ajili ya kuishi hapa ardhini hapa, wala huwezi kumfikia. Yule tai alikuwa anatamani kuwa kama wale tai. Yaani tai mdogo huyu ambaye sasa ni kuku wa bandia kwa sababu anaishi kuku, ndio maana nataka kusema hivyo, akawa anatamani kuwa kama wale tai. Kwa siku zilivyoendelea yule tai ndoto zake zilisha, maono yake yalisha, akaishi kama vifaranga na hatimaye alikufa kama kifaranga. Katika maisha yetu haya tunaweza tukajifunza jambo kutoka kwenye historia yangu. Tunaweza kujifunza yafuatayo: moja, kwamba inawezekana hata wewe leo una kitu ndani yako, lakini kuna watu ambao wanakuambia wewe huwezi kufanya kitu fulani, wewe huwezi kuwa hivi, wewe huwezi kuwa daktari, wewe huwezi kufanya chochote. Au ni kuku bwana, au ni kuku rafiki yangu, lakini wewe ni tai, lakini wewe unaweza kufanya vitu vikubwa, lakini wewe unaweza kuruka sana kabisa. Unajua tai bwana haliwagi mizoga. Tai huwa anaruka juu sana. Tai huwa haendi kimakundi, anakwenda kwenye makundi machache tu ya tai wenzake. Tai huwa ana manyoya na anaruka sana, na tai anajiamini. Lakini tabia za kuku zikoje? Muoga. Akimuona tu ndege anapita, anafikiri wanakuja kuchukua vifaranga. Muoga sana kuku. Ndugu mtazamaji, usiwe muoga. Ukitaka kufanikiwa lazima uwe jasiri sana, lazima uwe tayari kubadilika. Big School nia yake ni kuwafanya watu wabadilike, si wanafunzi wa shule za sekondari, sio wanavyuo, hata wakulima na wafanya kazi. Juzi nienda mahali, mtoto wa darasa la 6 anasema, mzee nilikuona mzee unaongea vizuri kule. Kumbe Big School TV Tumaini nia yake ni kuhamasisha watu. Kwa natamani kuona kwamba kama una ndoto kubwa zifukuzie. Kama unataka kuwa daktari, mnake naongea na wanafunzi. Ndugu mtazamaji, wewe mwanafunzi unataka kuwa nani? Acha kuwasikiliza kuku. Watu wamekata tamaa, atakwambia huwezi wewe nani wewe kuwa daktari. Unaoona leo wengine alikuwa rais, alipokuwa mtoto mdogo hakujua kama atakuwa rais.
Hata wale unaoona watu ni superstar leo hakujua kwamba atakuwa superstar. Hata wale unaona ni watu mashuhuri katika nyanja mbalimbali hawakujua walipokuwa vijana. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kwamba hata wewe unalo jambo, hata wewe unacho kipaji, hata wewe kuna kitu kipo ndani yako, na ndani yako yupo Tai. Piga makofi, ampiga hata makofi Bwana. Yani ndani yenu mnaweza kubadilisha historia. Sio swala la kuiga, sio swala la kumfuata mtu, na ili uweze kufanikiwa acha kufuata mkumbo. Tai huwa afuati mkumbo. Acha kufuata mkumbo. Angalia unataka kwenda wapi, unataka kuwa nani, uangalia lengo lako. Nakumbuka Elon Musk anasema, anakuwa katika bilionea namba 1, anamwambia, anasema ukitaka kuwa na furaha katika dunia hii usijiambatanishe na vitu vingine, jiambatanishe na malengo yako. Kama wewe unasema unataka kuwa daktari, jiambatanishe na hilo lengo. Wewe unaona una maono gani? Unajiona baadaye utakuwa nani? Hebu ajaribu kuvutwa na ile baadaye yako. Wanafunzi wengi wanachanganyikiwa leo kwa vitu ambavyo vinapita, matokeo yake hawawezi kufikia wanavyotakiwa kuwa. Lazima ujue mafanikio ni yanakutegemea wewe mwenyewe, na ujue kabisa kuna watu wanaweza wakafanya ndoto zako zisitimie. Kama nilivyokuambia, yule kuku mkubwa alimkatisha tamaa kabisa yule tai mdogo. Wewe huwezi kuwa, wewe huwezi kuruka. Sisi tumeumbwa kwa ajili ya hapa ardhini hapa, kufukua na kuruka kidogo tu. Hata wewe unaweza kuwa naambiwa. Uongo kweli jamani Unaweza kuwa naambiwa mitaani, wewe nani wewe? Anakuambia, hata baba anakuambia, mwanangu unajua sisi hajawahi kuwepo daktari hapa. Wewe unasema unataka kuendesha ndege? Mwanangu, hajawahi kutokea mtu wa kuendesha ndege. Unaweza kaambiwa, lakini leo tumekuja kukuambia na Big School Shot. Piga makofi kwa Big School Shot bwana. Leo tumekuja kukuambia, acha kusikiliza watu wanaoona hawezi. Kama una ndoto ifukuzie. Na wakati fulani wengine wanakuambia hawezi kwa sababu wao hawawezi. Na ndio kawaida hiyo. Mtu kama hawezi, mtu kama alishindwa, mtu kama alikuwa muoga, anafikiri na wewe utakuwa kama yeye. Na ndio maana ni vizuri kila mmoja aweze kuwa anayetakuwa kuwa, na kuwa jasiri kwa ajili ya ndoto zako. Kwa hiyo hakikisha unakuwa jasiri kwa ndoto zako mwenyewe. Lazima ujitofautishe na watu wengine. Hauwezi kuiga, hauwezi kwenda kimakundi, haiwezekani. Hauwezi kuwa muoga, hauwezi kungojea miujiza bila ya kazi. Kwa kama unataka kufanikiwa, miujiza yako iko katika kufanya kazi hii ya kusoma. Kila mtu ana kazi yake, lakini wewe kazi moja ulionayo ni ya kusoma. Kwa kazi hii ulionayo hakikisha unafanya vizuri, lipa gharama. Nimekwambia kabisa, acha kuiga yasiyo kusaidia, kwa sababu ukifanya hivyo unajizubaisha na kujichelewesha na kujikwamisha mwenyewe kwenye kona. Mafanikio yatakuwa historia bwana. Watu wengi wanataka kufanikiwa. Ngoja niwaulize, hivi kweli hapa duniani kuna mtu ambaye hataki kuwa na maisha mazuri? Nauliza swali, kuna mtu ambaye hataki kuwa na maisha mazuri? Kila mmoja. Asante sana ndugu mtazamaji. Nimekwambia midway bwana. Anakuambia hapana. Kila mtu anataka kuwa na maisha mazuri. Lakini why? Kwa nini watu hawafanikiwa kuwa na maisha mazuri? Ni kwa sababu kwanza wameiga walioshindwa. Pili ni kwamba wenyewe hawana hata maono. Tatu ni kwamba wengine wanasindikiza. Ngoja nikwambie, samahani sana kutumia lugha hii ya kusindikiza, lakini nikisema kusindikiza maana yake wengine hawana wanakoenda, wanafuata mkumbo tu. Lakini ili uweze kufanikiwa, hakikisha unasimama kwa ajili ya malengo yako. Kama una shida, muulize mtu ambaye anaweza kukusaidia ili kutatua shida ambayo inaweza kukukwamisha usifike ndoto zako. Kwa hiyo hakikisha wewe unakuwa mwanafunzi wa aina yake, kwa sababu watu wanaofanikiwa hufanya yale tunayoyafanya sisi, lakini katika mtindo tofauti. Ndio maana kama wanasoma, wao wanasoma sana. Kama ni kufanya homework 2, wao wanafanya hata 10. Wewe umepewa maswali mawili, yeye anafanya yote. Lakini mwingine apeleki kwa mwalimu, lakini anamuuliza mwalimu, hivi haya nipatie haya. Maana yake ni nini? Huyo ana kitu ndani yake. Ndio maana Henry Ford anasema education is from within. Elimu iko ndani ya mwanafunzi mwenyewe.
Nakumbuka mwalimu anakuambia kila mtu ana shetani wake mwenyewe. Yaani kila mtu anayemsababishia kushindwa anaye mwenyewe. Ndio maana Helen kila anasema vile unavyovitafuta haviko nje, viko ndani yako mwenyewe. Mama huyu alikuwa ni kipofu. Anasema hivyo vinavyovitafuta, wewe unatafuta mafanikio, wewe unatafuta kuwa fulani, basi hivyo unavyovitafuta sasa viko ndani yako mwenyewe. Kwa hiyo vinakudai wewe uwe mzuri, uwe jasiri kama tai, usiwe kama kuku. Kwa hiyo uwe jasiri kama tai, usipende kwenda kwenye makundi ambayo hayana msaada. Na ukiwa na tabia hiyo ujue utakwama mapema, kwa sababu kimbunga cha watu ambao watakubeba ni kikubwa kama hauna msimamo. Na maisha yanataka kuwa na msimamo, kwamba mimi nimekuja shuleni Midway, nataka kufanya hiki na hiki ili niende huku, na kusema kwenda huku kwako wewe ni muhimu na ni kipaumbele. Kwa hiyo kama hauna vipaumbele ujue utashindwa. Wanafunzi mnaotuangalia wa Big School Show na wanafunzi wa shule hii ya Midway, mnapaswa kufahamu mnayo nafasi ya kufanikiwa, lakini mafanikio kila mmoja anayo mkononi. Ndugu mtazamaji, ngoja tuulize swali tuone kama wanafunzi wameelewa. Mwenye swali kutokana na haya niliongea, karibu uje hapa ujitambulishe, ulize swali lako. Kwa majina naitwa Rukia Mwalimu, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Midway. Swali langu linahusu ni mambo gani mwanafunzi anaweza akayafanya ili kufikia malengo yake na kutokatishwa na watu kutokana na maneno yao binafsi. Asante. Safi sana, nafikiri mmesikia swali lake. Anasema mwanafunzi afanye nini ili afanikiwe ili asije akatishwa tamaa. Kitu cha kwanza, mwanafunzi lazima ujitambue. Wewe ni kuku au wewe ni tai? Lazima ujitambue kwanza. Wewe ni wa kufanikiwa au wewe ni wa kushindwa? Kwa mwanafunzi yote lazima ajitambue kwamba yeye ni nani. Kwa kifupi ni kwamba mwanafunzi lazima ajue kwamba yeye anaweza kufanikiwa katika elimu. That's number 1. Kitu cha pili ni kwamba mtu yote hawezi kukatisha tamaa, kwa sababu wewe una safari yako na yeye ana safari yake. Kwa hiyo usimkubali akaingia kwenye system akaanza kukupeleka kushoto wakati wewe unaenda kulia. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa katika elimu ni kuwa na msimamo, lakini pia kuwa na wanafunzi ambao wanaota ndoto kubwa. Tunasema the great achievers, the dreamers. Watu wanaoota ndoto kubwa. Unaweza kukuta mwanafunzi kama huyu hapa, njoo hapa dada, njoo hapa mara moja dada, changamka. Anaweza kukwambia, huyu anakuambia mimi nataka kuendesha ndege. Umeona, unamuona huyu ndugu mtazamaji, alafu unamuona hivi unasema huyu anaweza kweli? Hiyo anakuambia hivi. Huyu anaweza akamwambia mtu mimi nitaendesha ndege, alafu ambia wewe toka hapa wewe unaweza kuendesha ndege wewe. Lakini ndugu mtazamaji anakuambia huyu lazima awe na msimamo kwamba mimi lazima niendeshe ndege. Hata kama huyu anasema mimi siwezi, lakini ndani yangu mimi yuko pilot. Piga makofi kwa ajili yako. Kwa hiyo usikubali kusimamishwa kwenye ndoto zako. Ni kuwa na msimamo. Kuweni na msimamo juu ya maisha, na si maisha ya shule tu, hata mbele ya safari huko utaambiwa twende kulewa. Utaenda kulewa huko. Utaambiwa bwana twende kwenye nyumba ndogo, umeoa una mkeo alafu utamwacha nyi wavulana. Hata msichana anaambia wewe mbona unamtegemea tu baba mwenye ana hela, toka nje kidogo kidogo upate support. Watakushawishi watu. Kwa hiyo lazima muwe na msimamo na maisha yenu. Lakini pia ili muweze kufanikiwa lazima msome kwa bidii. Someni kwa bidii. Waulizeni walimu maswali. Shindeni mkiwa mnasoma. Asikwambie mtu, kila mtu ana namna anavyosoma. Nafikiri mnakumbuka story niliyotoa siku ile nilipokuja kuongea hapa. Kuna mwanafunzi ambaye alikuwa anasoma masaa yote. Kwa hiyo hata wewe angalia unaweza ukasomaje kutegemea na mazingira. Mawazo ya mtu mwingine sio lazima uyafuate, kwa sababu inawezekana yeye anayafanya wewe huwezi kuyafanya. Fanya unayoyaweza. Kwa hiyo hakikisha moja ili uweze kufanikiwa. Nikijibu swali la head girl hapa kwamba lazima uwe na msimamo na lazima utambue wewe ni nani. Na kama wewe ni tai huwezi kufanya mambo ya kikukukuku. Kuweni na msimamo na maisha yenu. Hapa duniani nimekwambia mara nyingine, kimbunga ni kikubwa, kama hauna msimamo lazima uchukuliwe na hautapona. Kwa soma kwa bidii, waulize walimu maswali, wahi darasani.
Mtu mwingine hata kiumwa kidogo tu basi darasani haji. Leo nauma, leo hata kidogo tu analalamika. Lakini amesahau kwamba ile shule inambadilishia maisha kesho. Shule hii unayoiona ya kawaida, tunayokuja kawaida hii, ndio mna uprofesa au ndio mna utu ukubwa wa kielimu. Unaweza kuja kuendesha ndege kwa kutumia elimu hii unayoidharau na kuja nayo shingo upande hapa. Kwa hiyo nataka kuambia, hakikisha uko serious. Kuweni serious. Tafuta watu wanaosoma, ongea nao. Waulize, mwenzangu ulifauluje? Kama yuko form 5 mwanangu ulisoma, ulikuwa unasomaje mwenzetu? Pata mawazo kutoka kwake. Associate with the great achievers. Wale waliofanikiwa ndio hakikisha unawajua na unapata msaada kutoka kwao. Wanafunzi wanatafakari maswali. Kuna vipindi vya maswali tutaulizwa tena. Ngoja tuishie hapa. Lakini kama nilivyokuambia, mimi ni Patrick Skainda, lakini kama una swali la aina yoyote, namba ndugu mtazamaji, ukitaka kuandika message TV Tumaini ni 0742773444. Lete message pale kama una cha kuongezea hapa. Lakini pia unaweza ukatuma kwangu, namba yangu ni 0682338556. Ukiandika Patrick_Skainda tunakutana na Instagram.